Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri mnanisikia, naitwa Nabii Mary. Kwa wale wanaonifuatia naomba wanifuatilie. Leo nataka nije na pointi moja ambayo inasumbua sana wanadamu. Najua mtanicheka, mtanichallenge, lakini niwaambie hivi, shida iko kwenye, mimi nawapongeza sana Waislamu. Waislamu wana mfumo wa kuoa wanawake wanne. Hao wametusaidia. Tena hao wanaenda mbinguni. Wanafanya vitu vizuri sana kuliko Wakristo. Wakristo ukuta mtu ana shida yani tunahitaji wanawake, wanahitaji kuwa na wanaume. Let's say sasa mfano dunia hii kila mwanamke au kila mwanaume angekuwa na mke mmoja, angekuwa na mwanaume mmoja, wewe unafikiri wanawake wengine wangepata wapi watoto? Kwa hiyo sasa bila kujua, yani bila kusema, saa hizi dunia kila mwanaume wako wanaume ambao wanajua maana kwa nini walikuja hapa duniani. Na ndio maana unakuta wanaume saa hizi wanawake wote ukiuliza wana watoto na familia, mpaka wanazeka wana watoto na familia. Wamepata wapi? Lakini tukisema tufanye balance, tufanye mwanaume na mwanamke, mwanaume na mwanamke, basi wanawake watabaki wengi ambao wana wanaume. Kwa sababu wanawake ni wengi, hadi hii ni worldwide. Kwa hiyo mimi nataka niwaambie Wakristo shida mnayo nayo. Wakristo sisi shida tulionayo hii ni kile kitendo ambacho tuliambiwa. Ni maandiko yamesema, kweli nahakikisha ni maandiko. Lakini niwaambieni kabisa kitendo kilichofanya hicho kimefanya leo ndio gumzo linaloendelea. Wanaume wamefika sasa wanashindwa, wanafanya vitu kwa siri. Wamechanganyikiwa, wanafanya vitu kwa siri. Lakini kama mfumo ungefuata wa Kiislamu wa kusema hata Mkristo awe na wanawake wawili, au na wanawake watatu au wanne kama tulifanya Waislamu, ndugu yangu, hii tatizo la kusema sijui mtu anachiti, sijui anafanya nini lingeisha. Kwa sababu kila mtu anajua na majukumu, na kila mwanamke angejijua kama sisi tunaingia watu wanne, kusingekuwa hata na makelele sijui nini. Maana ndio stories zinazoendelea siku hizi. Sijui kae na mwanamke yuko fanye hivi, si mwanaume ufanye hivi. Hizo stories zingeisha. Kwa sababu kiukweli Mungu alivyofanya katika uimbaji, sisi ni watu wanawake yani ni kitu cha pili. Baada ya mwanaume kuumbwa Adamu ndio akaumbwa Hawa. Kwa hiyo nataka nikuambie, ili tatizo liishi la kuchiti, la kudanganya, la kufanya nini kwa wanaume yani mwanaume kudanganya mwanamke, kufanya hivi. Kwanza mwanaume apewe ruksa ya kuoa. Wakristo upewe ruksa ya kuoa wanawake wanne kama Waislamu. Alafu na wanawake wakubali kwamba wanahitajika kuingia katika ndoa ya mume mmoja, wanawake yani mwanaume mmoja. Sijui kama mmenielewa hapa. Lakini at the same time nataka tu niseme kitu kwamba hii dunia sasa hizi imekuwa na shida sana, kwa sababu wanaume wengi wa Kikristo mtaenda motoni. Kuna wengine wana uwezo wa kuhudumia wanawake hata 20, lakini uwezo huo, kwa sababu kuna ile kacha kusema kwamba lazima mwanamke mmoja, anabaki kujenga majumba 100, majumba yanakaa mapopo, anaondoka mpaka nakufa, ameacha biashara mingi. Lakini kuna mwanamke mmoja anataka tu hapate tu mtu mmoja tu wa kusema please naomba unisaidie, lakini bado amefichwa na hizo kanuni zao. Ndio maana anafanya vitu kisirisiri. Wanaume acheni kufanya vitu vya siri. Nafikiri kama kanuni ilifanywa na Paulo, ikafanya na Kristo mwenyewe, tunahitaji kuchange syllabus. Saizi wanawake wa Kikristo waolewe wanawake wanne, ili huko mitaani kusiwe na zagazaga, na wanaume wale wenye uwezo oeni wanawake wanne kama Waislamu. Ndio hivyo, mimi mtumishi wa Mungu nimeongea, lakini kiukweli hicho kitu ndio ninachokiona ndio solution ya shida zinazoendelea. Kwa sababu kuna mwanamke sasa anataka mwanaume, kuna mwanamke anataka mwanaume, lakini anashindwa kwa sababu au anafanya siri.